bahari yetu uliofanyika mjini ama katika kaunti ya Mombasa, ambapo walisema kwamba bahari zinakabiliwa na vitisho vya mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa plastiki na uvuvi kunradhi haramu. Rais pia ameeleza kuwa Kenya iko tayari kuanza juhudi za kurejesha mikoko ili kusafisha maji, kuboresha sekta ya uvuvi na kuimarisha usimamizi wa rasilimali za baharini. Is who we are. Picture the shores of Mombasa before dawn. A fisherman pushes his boat into the tide. A trader traces routes her grandfather once sailed. A business owner inland depends on goods arriving through the port of Mombasa. A taxi driver hundreds of kilometers away relies on fuel that lands there. Different lives, different journeys, all connected by the ocean. Their stories remind us of a simple truth. The ocean is not only the livelihood of those who live beside it, it shapes the lives of millions who may never see it. Every container lifted at the port of Mombasa supports livelihoods in Nairobi, Kisumu, Kampala, Kigali, and beyond. As the gateway to landlocked nations across East and Central Africa, it connects millions of people to trade, opportunity, and growth. Our ocean powers industries, feeds families, protects our shores, and helps safeguard the planet. This is our shared inheritance. Yet today, that inheritance is under strain from warming seas, plastic pollution, illegal fishing, and the silent disappearance of life beneath the waves. Kenya is already at work. We are restoring mangroves, cleaning our waters, reforming fisheries, and strengthening oceans. Na mtazamaji, tukisalia huko Mombasa, naibu wa rais Kithure Kindiki amesema kwamba nchi itaendelea kushiriki kikamilifu katika juhudi za kimataifa za kulinda bahari na mazingira ya majini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo wa bahari mjini Mombasa, Kindiki amesema kwamba afya ya baharini ni muhimu kwa ustawi wa dunia na maisha ya binadamu. Amesisitiza kuwa shinikizo linalokabili bahari linatokana na shughuli za kibinadamu na hivyo linaweza kudhibitiwa kupitia hatua madhubuti za uhifadhi. Aidha, ameelezea kuwa Kenya imekuwa mstari wa mbele katika mjadala ya kimataifa kuhusu bahari na uchumi, akitoa kwamba wito wa mataifa kushirikiana katika kulinda miundombinu ya baharini na kukabiliana na hadhari za mabadiliko ya tabia nchi. Our gathering here is also an opportunity for us to reflect on the pressure that exists and that continues to be exerted on the oceans, and pressure that is human made. And if it is human made pressure, it means it can be managed, can be controlled, and the human activity that has exerted environmental pressure on our oceans can be addressed for the reversal of some of the effects that are undermining the health of our oceans. And therefore, we must appreciate how unsustainable the situation as it is today is, and work towards implementation of a sustainability program. And as just been said by Secretary John Kerry and other speakers, moving to action and impact. Kenya has been associated with the global debates
on the oceans for quite a bit of time. 50 years ago, Kenya took a very, very active role in the debates and the conversations that eventually culminated in the adoption of the UN Convention on the Law of the Sea. Kwa sasa tuangazie masuala ya elimu ambapo siasa za mwaka ujao zikishamiri maeneo mbalimbali nchini. Chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kiufundi vya KUPPET kimebua wasiwasi wake kuhusu joto hilo la kisiasa kufuatia vurugu zilizoripotiwa katika baadhi ya maeneo. Na wakizungumza na wanahabari hapa jijini Nairobi, viongozi wa chama hicho wamesema kwamba walimu wengi wanahofia usalama wao na kwamba baadhi yao tayari wameomba uhamisho kutoka kwenye maeneo yenye ushindani mkali wa kisiasa. Viongozi hao wameonya vikali wanasiasa watakaopatikana wakieneza siasa za kimaeneo, wakitoa wito kwa idara za usalama na tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC kuingilia kati na kuhakikisha wanatoa vitisho vitisho hivyo na matamshi ya chuki yanayochukuliwa hatua za kisheria. Natoa onyo kwa wanasiasa na viongozi ambao wanatoa matamshi na kuelekeza injili ya ukabila na kuambia wale ambao sio wa sehemu fulani waweze kuondoka, kwamba hiyo hatutakubali kama chama, kama walimu, sababu walimu ni baadhi ya wale watu ambao wanaeneza ile utangamano ama kukuja pamoja kwa inji. Kumbukeni, azma moja ya elimu ni kuleta ile ushirikiano ama unity katika nchi yetu. We urge the police, the Directorate of Criminal Investigations and the National Cohesion and the Integration Commission to act with speed to hold politicians to account for the speech before it is too late. Security agencies must also address the emerging culture of goonism, which is formalizing political violence in Kenya. Na tukisalia katika masuala ya elimu, viongozi wa walimu katika kaunti ya Kakamega wamelaani vikali shambulio lililowalenga wanafunzi waliokuwa wakirejea nyumbani baada ya kushiriki tamasha la muziki, wakilitaja tukio hilo kuwa ni la kusikitisha na lisilokubalika. Walimu hao wanasema kwamba basi la shule ya sekondari ya Bea liliharibiwa wakati wa vurugu hizo, huku baadhi ya wanafunzi na walimu wakijeruhiwa. Wametoa wito kwa polisi ili kuhakikisha uchunguzi na kuhakikisha wahusika wote wanakamatwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, viongozi hao walikemea matumizi ya wahuni katika shughuli za kisiasa na kusisitiza kuwa wanafunzi hawapaswi kuhusishwa na siasa za wanasiasa. Even the bus belonging to Binyenya Secondary School was also vandalized. It is a shame in this age and era that we still have goons who are hired, whether they are political goons hired by the pro-government or the opposition. We want to condemn that and say, let us not associate our learners with the politics of the day. Correct. As teachers, we are saying learners are the first line of duty, and that's why we are here today. And we are saying for the parents from those learners who were injured that day, we are saying poleni sana. We want to ask the police and the investigating agencies that kindly get down to the bottom of this matter. We will not also rest until we know that the heads have rolled and the people have been arrested and action has been taken. Tunajua huyo ni yule tu mdogo. Kuna wale wakubwa ambao wamepanga mambo hayo. Na tunataka kushutumu kitendo cha hooliganism in Kakamega County. Yes. Hooliganism imekuwa tatizo kubwa, hata raia wa kawaida kutembea imekuwa shida. Huwezi kuhudhuria matanga kwa amani, na sasa tumejidunisha chini mpaka hata sasa tunapiga watoto mawe. Hiyo ni haki kweli? Mtoto mdogo mchanga ambaye hana hatia ameenda tu
kufanya mashindano ya mziki na anapigwa mawe. Tukiachana na masuala ya elimu, tuangazie siasa ambapo wabunge wanaunga mkono serikali na wenzao wale wa upinzani wameendelea kutofautiana vikali kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026. Wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa ambaye ni Kimani Ichung'wah, wabunge wa mrengo wa serikali wamedai kuwa mswada huo haupendekezi ushuru mpya kwa wananchi. Wameshtumu viongozi wa upinzani kwa kile walichokitaja kuwa ni upotoshaji wa umma kuhusu yaliyomo kwenye mswada huo. Hata hivyo, viongozi wa upinzani wamepinga kauli hiyo, wakisema kwamba serikali imeanzisha ushuru na tozo zaidi ambazo zitaongeza gharama ya maisha kwa wananchi. Wamedai kuwa baadhi ya mapendekezo yaliyomo kwenye mswada huo yataongezea mzigo walipa kodi na kuathiri shughuli za biashara. With the National Treasury on payment of tax upon activation. So the status quo on how funds are charged tax remains, and we urge now that there be systems in place to make sure that mobile phones that are imported in the country without paying the required taxes, they administratively find a way of capturing those instead of burdening the taxpayer with extra responsibilities. Number two, on the issue of Mitumba, we have had extensive public participation, and we want to guarantee the members of the public that there is no any imposed taxation on Mitumba. It is true they want to zero rate the issue of Mutumba, but what they are not telling you is that they want now the VAT that people who trade in that business have been claiming, they will not be able to claim. That is the direct increment to the issue of Mutumba. And lastly, let me say the National Assembly is a place of debate. Why end a debate under Standing Order 95 that you do not want us to debate any further? You want us to vote. We came to Bunge. Nao viongozi wa taasisi za kupambana na ufisadi barani Afrika wamezindua rasmi kituo cha Afrika cha mafunzo na utafiti wa kupambana na ufisadi hapa jijini Nairobi, kituo cha kwanza cha aina yake barani, na kituo hicho kitatoa tafiti, mafunzo na usaidizi wa kiufundi kwa mashirika ya kupambana na ufisadi katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Na uzinduzi huo ulifanyika wakati wa mkutano mkuu wa 8 wa chama cha mamlaka za kupambana na ufisadi Afrika uliowaleta pamoja wakuu wa taasisi zaidi ya 45 za kupambana na ufisadi kutoka kote barani. Washiriki wa mkutano huo wamesema kwamba ufisadi umebadilika na kuwa tatizo la kuvuka mipaka ya mataifa, au kuwahusika wakitumia teknolojia za kisasa kujificha ama kuficha na kuhamisha fedha haramu bila kugunduliwa kunradhi kwa urahisi, na hali hiyo ambayo imefanya Afrika kutafuta mbinu mpya za ushirikiano ili kubaini na kufuatilia visa vya ufisadi nchini. The center represents a major step forward in strengthening evidence-based anti-corruption policy, research, capacity building, and knowledge sharing across our continent. I encourage all member institutions to support the center through collaborative research, technical expertise, and the exchange of knowledge. Corruption today is no longer localized or isolated phenomenon. It has become increasingly sophisticated, technologically enabled, and transnational in character. The process of corruption moves rapidly across jurisdictions. These threats do not respect national borders. Consequently, our response cannot be confined within them. Tuelekee kaunti ya Kiambu ambapo gavana Kimani Wamatangi amesema kuwa hana nia ya kutafuta upendo wa kisiasa, bali lengo lake kuu ni kutimiza wajibu wake kwa wananchi kwa uadilifu na heshima. Akizungumza katika mkutano wa hadhara, Wamatangi amesema kwamba alichaguliwa kushika wadhifa wa gavana na hivyo ana wajibu wa kuwahudumia wakazi wa Kiambu kwa kutekeleza ndiyo majukumu yake bila kuyumba kutokana na shinikizo la kisiasa. Aidha, Wamatangi amesema kwamba akikumbana na upinzani mkali kutokana na msimamo wake wa kutetea haki na ukweli kwa wananchi, amesisitiza kuwa hatarudi nyuma katika kusimamia maendeleo ya kaunti hiyo. Ameeleza kwamba viongozi wanapaswa kufanya kazi kwa heshima ya mamlaka waliopewa na wananchi badala ya kujipendekeza ili kupata upendeleo wa kisiasa au kuungwa mkono isivyo halali. Hata kwa hii vita mnaona mimi napigwa mingi sana.
ati kwa vile nimesimama na msimamo mmoja wa kusema ya kwamba haki yetu na ukweli wetu kama wana Kiambu ni kulinda haki ya hawa wenye wanadharauliwa. Ama namna gani jameni? Na nikasema mimi sitaki kupendwa. Sitaki kupendwa huko juu na wapi, hata sitaki kupendwa na wamechaguliwa. Nataka kuweka heshima ya kusema ya kwamba ukipatiwa kazi, heshima wenye wamekupatia kazi. Fanya kazi umepewa. Mimi hata nikibeba mali yenu yote niende nikajipendekeze kwa wamechaguliwa na mimi. Ati nikiangalia mahali tu shamba yenu ati niunganishe hao ndio waseme mimi ni mzuri tugawanyane, alafu nienda nikajifanya jamaa wa maana huko. Hiyo ni laana, sio baraka. Ama namna gani jameni? Yes. Hapa Kiambu nilisema siwezi kuchaguliwa senator, nichaguliwa mara ya pili, nichaguliwa governor, alafu nirudi tena kuwaomba kazi nikiwa ninakuja na sarakasi na mdomo na story na wimbo ati niwadanganye mnichague mara ya pili. Uamuzi wangu ni moja. Kama nyinyi mkikagua muone ya kwamba Wamatangi mwaka wa 2027 hajafanya kazi, basi hakuna haja yangu kurudi kuomba kazi mara nyingine. Nilisema nitawaomba kura ya 2027 kwa mjadala na kwa ticket moja peke yake ya ile kazi nimefanya. Na ndio mnaona nimeingia kwa hii county, nimesema wacha ionekane ya kwamba mtu anaweza kuingia akiwa amekata kauli ya kazi na ionekane kazi imefanyika. Hata kwa hii vita mnaona mimi napigwa mingi sana. Ati kwa vile nimesimama na msimamo mmoja wa kusema ya kwamba haki yetu na ukweli wetu kama wana Kiambu ni kulinda haki ya hawa wenye wanadharauliwa. Ama namna gani jameni? Na nikasema mimi sitaki kupendwa. Sitaki kupendwa huko juu na wapi, hata sitaki kupendwa na wamechaguliwa. Nataka kuweka heshima ya kusema ya kwamba ukipatiwa kazi, heshima wenye wamekupatia kazi. Fanya kazi umepewa. Mimi hata nikibeba mali yenu yote niende nikajipendekeze kwa wamechaguliwa na mimi. Ati nikiangalia mahali tu shamba yenu ati niunganishe hao ndio waseme mimi ni mzuri tugawanyane, alafu nienda nikajifanya jamaa wa maana huko. Hiyo ni laana, sio baraka. Ama namna gani jameni? Yes. Hapa Kiambu nilisema siwezi kuchaguliwa senator, nichaguliwa mara ya pili, nichaguliwa governor, alafu nirudi tena kuwaomba kazi nikiwa ninakuja na sarakasi na mdomo na story na wimbo ati niwadanganye mnichague mara ya pili. Uamuzi wangu. Na kwingineko, kiongozi wa chama cha Wiper na pia ambaye ni kiongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka amelaani vikali kurejea kwa makundi ya wauni nchini yanayodaiwa kutumiwa kuvuruga mikutano na mikusanyiko ya amani. Akizungumza katika kaunti ya Kitui, Kalonzo amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kuona kwamba makundi ya watu wanaotumia vitisho na vurugu yakipewa nafasi ya kuvuruga shughuli za kisiasa na kijamii zinazofanyika kwa amani. Kiongozi huyo alidai kwamba baadhi ya maafisa wa polisi wameshindwa kutekeleza wajibu wao wa kulinda wananchi na kudumisha usalama, na badala yake alisema kuna maafisa wanaoshutumiwa na kuwawezesha na kuwalinda wahalifu wanaotumiwa kutisha wapinzani wa kisiasa. Kuna idara ya polisi ambayo sasa inamilikiwa na magun, yaani wahuni. Wengine wabeba mapastola, wengine, na kazi ya polisi ukifika Nairobi, badala ya kulinda usalama wa wananchi, wanalinda magun. Ndio magun wazuie kina Kalonzo na kina Gachagua na kina JB Muturi na kina Matiang'i na wale wengine Eugene Wamalwa tusisonge na mtazamaji. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amesema kwamba kila mhuni anamshukiwa wa uhalifu atakayekamatwa atachukuliwa hatua za kisheria kama mtu binafsi, akisisitiza kuwa huduma ya kitaifa ya polisi haitavumilia magenge ya uhalifu wala vitendo vya uvunjaji wa sheria nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo cha polisi cha Kiamumbi, Kanja alitoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama katika juhudi za kupambana na uhalifu na kuimarisha usalama katika
katika jamii. Aidha, aliwashukuru viongozi wa eneo hilo kwa kuunga mkono shughuli za polisi na kusaidia kuboresha mazingira ya kazi kwa maafisa wa usalama. Na nikisema kuhusu uhalifu, mimi naongelea uhalifu nchi yetu yote ya Kenya. Nimesema maneno ya goons and guns. Hiyo sisi kama jeshi la polisi ya Kenya hatutakubaliana na hiyo kamwe. Jana nilikuwa na maofisa wote wakubwa ya mikoa yote, the regional police commanders, the formation commanders, and the county commanders. I had a conference with them so that they can be able to get it straight from myself. I, the Inspector General, did direct all of them that they must deal very firmly on matters goons, on matters criminal gangs. Hiyo mnaniunga mkono? Si ni kweli? Lazima hiyo watu wanasubua wananchi washughulikiwe na wachukuliwe hatua kali. Si ni kweli? Na ndio sababu nasema mimi nataka tushikane pamoja, tufanye kazi pamoja kama wananchi ya Kenya. Si ni kweli? Sisi kama maofisa ya jeshi la polisi na nyinyi kama wananchi wetu, si ni kweli? Tufanye kazi pamoja in the community partnership. Na tukifanya namna hiyo tutafaulu, si ni kweli? Tutafaulu na tutasoga mbele sana. Na tukisonga mbele na taarifa zetu, mshukiwa wa 4 katika sakata la uvamizi wa kanisa la All Saints Cathedral atazuiliwa katika kituo cha polisi kwa muda wa siku 9 ili kuruhusu uchunguzi zaidi kufanyika. Mshukiwa huyo aliyefahamika kama Frederick Mondi alifikishwa katika mahakama ya Kibera ambapo polisi waliomba muda zaidi wa kumshikilia wakisema kwamba alinaswa kwenye kamera za CCTV akidaiwa kuwa miongoni mwa kundi la wahuni waliovamia kanisa hilo na kusababisha vurugu. Na kwa mujibu wa polisi anayochunguza kesi hiyo, kuna haja ya kufanya uchambuzi wa kitaaluma wa picha za CCTV pamoja na kukusanya taarifa kuhusu usajili wa pikipiki ambayo mshukiwa huyo alidaiwa kutumia wakati wa tukio hilo. Before court was captured in a CCTV footage which was retrieved and is currently being analyzed by the forensic experts, Your Honor, at the National Forensic Lab at the DC headquarters, Your Honor. Respondent before court, the suspect was also on board a motorcycle which he was using, Your Honor. We've also written to the NTSA to get the particulars and other details in regards to the motorcycle. Kwa hivyo nitamruhusu aweze kusalia pale Kibra Police Station kwa muda wa siku 9 na kesi itatajwa tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu ili tuweze kupata mwongozo jinsi. Na mtazamaji, kwenye habari ya tanzia, huzuni imetanda katika kaunti ya Nyeri baada ya mwili uliopatikana siku chache zilizopita ukiwa umefichwa ndani ya gunia katika eneo la Ngagarithi kutambuliwa kuwa wa Joyce Kanini, mkazi wa eneo la Classic na mhitimu wa chuo cha kiufundi cha Nyeri. Utambulisho huo ulithibitishwa baada ya familia yake kuhusishwa katika mchakato wa uchunguzi uliofuatia kupatikana kwa mwili huu. Uchunguzi wa maiti umebaini kuwa Kanini alifariki kutokana na kuvunja damu nyingi kufuatia majeraha makubwa aliyoyapata, na kwa mujibu wa maafisa wanaochunguza kisa hicho, mwili wa marehemu ulikutwa kuwa umeharibiwa vibaya huku baadhi ya viungo vya mwili vikikosekana. Polisi wanasema kwamba sehemu ya viungo vya chini vya mwili tayari vimepatikana, huku juhudi za kutafuta kichwa, shingo na mkono mmoja ikiendelea. At this point hata siku anajua kama kuna mwili umepatikana mahali, lakini nikiwa pale ndio nikasikia wakiongea wakisema, hata huyu kijana ndiye aliniambia, akaniambia kuna semekana kuna mwili ulipatikana, lakini nilienda nikauangalia na nikaona si mwili wa Joy. And of course I could not think that mambo ya it did come to me that body connection na mambo ya mtoto. This is a case of a murder most fall.
The way and manner in which the deceased was killed is unfathomable. She was decapitated from the head, the arms, as well as the lower limbs. Currently, as we speak, the lower limbs were able to be traced, and the missing parts of the body is the head, the neck, as well as the arm. Kitendo hiki ni kibaya, kinauma, na tungependa kusema hivi, tunaposema pole kwa Reverend Gathu na Pastor Faith, lakini jambo hili si la family, ni la jamii kubwa kama nchi, na vitendo kama hii tunahitaji kuwa na njia ya kujizuia kuwa nazo. Naye Ole Sururu, baba wa watoto watatu, amefariki dunia baada ya kupigwa kwa mshale wenye sumu kwenye mbavu zake, na kulingana na shahidi wa tukio hilo, marehemu ambaye alikuwa mlinzi wa shamba katika shamba la Muthera, inadaiwa alishambuliwa na mfanyabiashara anayeshukiwa ambaye amekodisha sehemu ya shamba hilo lenye utata wa ekari 4200 linalomilikiwa na familia ya marehemu Waziri Mbiu Koinange. Na tukio hilo lilianza baada ya walinzi watatu kuripotiwa kuwa katika doria ndani ya shamba hilo, ambapo vijana wanaoshukiwa walimfyatulia mshale marehemu kabla ya kukimbia kutoka eneo la tukio hilo. Huyu bwana hakufa katika kifo cha kawaida, ameuawa. Alipouawa alikimbishwa hata kutoka ndani ya shamba, akajaribu kutorokea usalama, akaja kuuawa nje ya shamba msituni, porini mahali, akiomba huruma. Na kwa hivyo wale watu waliomuua, ina maana kwamba walikuwa na